Madirisha mawili yaliyopita Young Africans yamekuwa na maneno mengi, na haya maneno yanaeleweka. Ni kwa sababu kwa kiasi kikubwa usajili ambao Young Africans wameufanya, hili limekuwa dhahiri na limeenea miongoni mwa watu wengi. Umekuwa ni usajili ambao haukufikia matarajio ambayo yalikuwepo mwisho wa siku, na kwa wale ambao walibahatika kumsikia hivi karibuni, msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe aliweka bayana kwamba usajili haukusimamiwa na engineer, pengine kama ambavyo ilikuwa kawaida kwenye misimu iliyopita. Na hata mimi naweza nikalithibitisha hilo kupitia jukwaa langu, kwa sababu nilipata hizi taarifa toka Romain Folz alipoteuliwa kuwa kocha mkuu wa Young Africans mwanzoni mwa msimu. Kwa maana wakati anateuliwa kuwa kocha mkuu wa Young Africans alipitia mikanda mingi ya mechi za Young Africans na akawa anatoa mapendekezo kuhusu sifa za wachezaji na aina ya wachezaji ambao wanawataka mwisho wa siku. Aliweka bayana kwamba anahitaji namba 10 mwenye sifa alizozitaka, alikuwa anahitaji namba 8. Yaani kiufupi alisimamia utaratibu wa namna ambavyo wachezaji wataingia kulingana na kile ambacho yeye anakitaka kama mwalimu kiufundi mwisho wa siku, na aliletewa hao wachezaji. Hiyo ni taarifa ambayo niliipata mwisho wa siku, na kwa Pedro wala haihitaji maelezo. Sote tumeona kwamba kuna Depu kaja, kuna Buba kaja, kuna wachezaji ambao wamekuja kwa ushawishi wake mwalimu. Ni moja kwa moja mwalimu anasema namtaka fulani, lakini kitu ambacho naweza nikakiweka bayana kupitia video hii ni kwamba Young Africans ninatarajia, kwa mujibu wa taarifa nilionayo, watarudi katika utaratibu ambao walikuwa wanautumia kipindi cha nyuma, ambao ni rais mwenyewe kwenda fronti na kusimamia usajili kwa 100%. Kwa sababu wakati dirisha kubwa linakuja, nilitarajia kuna baadhi ya biashara ambazo Young Africans wangezifanya, ambazo kikawaida rais huwa ana tabia ya kuzifanya, na kuna watu wake ambao huwa anashirikiana nao kwenye kutafuta wachezaji, lakini hazikufanyika hizo biashara mwisho wa siku. Lakini kuelekea kwenye dirisha kubwa, matarajio ni kwamba Young Africans watarudi kwenye utaratibu ambao walikuwa wanautumia kipindi cha nyuma, kwa maana ya kwamba rais wa klabu ndo anaamua wachezaji gani waletwe na kila kitu. Mwalimu atafanya kazi na wachezaji watakao kuwa umekuja kwa niaba ya rais na sio kwa niaba ya makocha, kwa sababu msimu huu tangu dirisha kubwa mpaka dirisha dogo, walimu ndo wameamua wachezaji gani waje, na matokeo yake ndo yamekuwa haya ambayo tumeyaona mwisho wa siku. Imewagharimu kwa kiasi kikubwa sana Young Africans kwenye namna ambavyo wameweza kupata wachezaji wenye quality mwisho wa siku, ambayo ingeweza kuwasogeza mbele kutoka pale ambapo walikuwepo msimu uliopita. Sasa hilo ndilo ambalo naweza nikalithibitisha kwanza, lakini cha pili, mpaka kwa wakati huu taarifa ambayo mimi niko nayo ni kwamba Young Africans wanatarajiwa, hawa ni priority, hizi nafasi mbili ambazo nitazitaja ni kipaumbele, wanatarajiwa kusajili mshambuliaji wa kati kwenye dirisha kubwa, lakini mpaka kwa wakati huu target yao nyingine kubwa kama sio namba 1 ni namba 10. Young Africans wataingia sokoni kutafuta namba 10, wataingia tena sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine. Hizi ni nafasi mbili ambazo kwa mujibu wa taarifa nilizonazo Young Africans wanazipa macho sana. Sasa kutokea hapo, of course, wanaweza kuwa kwenye mazingira ya kujaribu kuangalia utaratibu kwenye nafasi zingine, lakini hilo litakuja na muda na hilo litathibitishwa na mimi pale ambapo nitakuwa nina taarifa zozote kuhusiana na mwendelezo wa hizo nafasi. Lakini nilishawahi kuripoti hapa kuhusu taarifa za Thaddeus Mkeng ambazo mpaka chanzo cha Africa Foot zilithibitisha hizo taarifa kwamba Young Africans walikuwa wanatarajiwa kuandaa kiasi kikubwa sana cha pesa kwa ajili ya kumsajili kwenye dirisha kubwa. Lakini pia nimeshaweka exclusive kadhaa kuhusiana na Stefan Aziz Ki kwamba viongozi wa Young Africans wako kwenye mawasiliano naye. Tayari kuna taarifa kutoka kwa mwandishi Eric Ndagijimana kwamba Stefan Aziz Ki anafikiria kurudi Young Africans. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ninaamini kwa kiasi kikubwa sana vina uhalisia wa nguvu sana kwa wakati huu. Vitu vingine vitakuja taratibu, lakini kitu ambacho naweza nikakiweka bayana ni kwamba Young Africans wataondokana na utaratibu ambao walikuwa nao. Hilo ninaamini kwa 100%, na ni kwa sababu ni kweli Young Africans walikuwa wanasajili kwa matakwa ya kocha. Tangu chini ya Romain Folz ilikuwa ni yeye anasema anataka mchezaji mwenye sifa fulani, na nilipata taarifa ambazo zilikuwa mbali zaidi, ambazo zilikuwa zinaweka bayana kama mpaka kuna wachezaji ambao mwalimu alikuwa hawahitaji mwisho wa siku. Miongoni mwa taarifa ambazo nilizipata kipindi ambacho Romain Folz anakuja kwenye kikosi cha Young Africans ni kwamba alikuwa havutiwi na uchezaji wa Mudathir.
Mudathir Yahya hakuwa ni mchezaji ambaye mwalimu Romain Folz alikuwa ni kipenzi chake mwisho wa siku, na tuliona kwamba kweli Mudathir hakuwa anatumika kikamilifu pengine ama kwa muda mwingi kama ambavyo pengine angetarajia mwisho wa siku. Kwa hiyo unaweza kuona vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, ni wazi Young Africans watabadilisha utaratibu ambao walikuwa nao, watajaribu kuja kitofauti. Wanasema siku zote wazungu kwamba, au niseme kwa Kiswahili, kikombe ambacho hakijavunjika unataka kukichezea cha nini mwisho wa siku? Miaka minne ambayo walikuwa wanapata mafanikio, utaratibu wa kusajili ulikuwa unajulikana kabisa, unasimamiwa na mtu mmoja. Kwa hiyo ni wazi, kwa sababu kikombe mara hii kimechezewa na kimetengeneza ufa, basi watarudi Young Africans kwenye utaratibu ambao walikuwa nao. Vipaumbele vyao vikubwa kama nilivyoweka bayana mwanzo wa video hii ni viwili mpaka sasa hivi: mshambuliaji wa kati na kiungo mshambuliaji. Kama kutakuwa kuna chochote ambacho kitaendelea kwenye namna ambayo Young Africans watakuwa wanajaribu kuweka vipaumbele kwenye usajili wa dirisha kubwa, basi jukwaa hili litakuja hapa na kuthibitisha taarifa hizo bila ya kupepesa.